katika mwongozo wa kusoma Biblia, ndugu mpendwa, juma lililopita tuliwahi kujifunza mambo makuu na mambo mengi kabisa, mambo ya imani katika maisha yetu. Haswa kulingana na vile ambavyo Yeremia anaendelea kuzungumza neno la Mungu, kulingana na vile ambavyo Mungu anaonekania huyu Yeremia. Lakini bahati mbaya tumeona kuwa kama mtu wa Mungu ameitwa ili aweze kuishi maisha ya upweke. Si hivyo pekee, tukaona kuwa hakuruhusiwa kuoa na vile vile hakuruhusiwa kujumuika na watu wengine wanaofurahia. Hakuruhusiwa vile vile kushangilia na wale wanaoshangilia. Hivyo akaambiwa ajivike nira kwa yule ambaye hakuwa pamoja nasi, nira ya chuma, nira ya ambao kwanza ambayo nabii mmoja kwa jina nabii kwa jina anaitwa Hanania akakuja ili akasema kuwa Mungu, akaanza kunena kinyume na mapenzi ya Mungu, akasema kuwa Mungu amemtuma kwa jina lake, akaweza kudanganya watu na vile vile watu wakaweza kutumainia maneno ya uongo. Tukaona vile ambavyo wengi wetu huenda tukatumika ili kudanganya. Ningependa tuendelee mahali ambapo tuliachia, na ningekufahamisha kuwa ikiwa unaungana pamoja nasi, somo hili ni la 10 katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, na leo tunazungumzia uangamivu wa Yerusalemu. Ni kweli mambo ambayo yamekuwa yakinenwa wakati wote na yamekuwa ni magumu kabisa kwa wana wa Mungu, na vile vile haswa wanapokataa kuyatilia maanani yanapotokea. Mpendwa, fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yeremia 29 na mstari ni wa 7. Ndugu Mukaya anapofungua, ningependa nikufahamishe ndugu mpendwa kuwa tunazungumzia uangamivu wa Yerusalemu. Hatimaye yale ambayo Mungu amekuwa akiyazungumzia huenda yanaenda sasa kutendeka. Hapa ndugu mpendwa, ndani ya miaka mifupi michache mfalme wa Babeli alikuwa anakwenda kutumiwa kama silaha ya hasira ya Mungu kwa Yuda ambayo haikuwa inatubu. Tena na tena Yerusalemu ilikuwa inakwenda kuzingirwa na kuingiliwa na majeshi ya uvamizi wa Nebukadneza, vile ambavyo tulitamatisha wakati ule, na tukaona kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu Anania na wadanganya watu ili waweze kuwa na false hope. Ndipo Mungu akamwambia hutaweza kuishi. Ndugu Mokaya, fungu la 7 inasema namna gani? Yeremia 29. Kautakieni amani mji ule ambao nimeufanya mchukuliwe mateka, mkaombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ni mpate amani, ninyi mpate amani. Asante sana. Unasikia anawaambia kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka. Yaani mji ambao mnachukuliwa mateka, Mungu anakuambia ukautakieni mema mji huo, na kwa sababu anasema mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Mpendwa, hayo tutaendelea kuyaangalia kwenda chini, lakini jambo ambalo tunalizungumzia ni kuwa kikundi baada ya kikundi, awali vikiwa vichache tu, lakini baadaye maelfu na makumi elfu vilikuwa vinakwenda kuchukuliwa mateka kwenda katika nchi ya Shinari ili kukaa huko katika utumwa wa kimabavu. Ndugu mpendwa, Yehoyakim, Zedekia, hao wafalme wote hawa wa Kiyahudi waligeuka na kuwa vibaraka vya mtawala wa Babeli, na wote hatimaye wakaasi. Adhabu kali na kali zaidi zilikuwa zimekusudiwa kupatilizwa kwa taifa hili ambalo limeasi, taifa la Yuda. Mpendwa, na ninapoangalia Biblia yangu kwenda chini,
utakuja kuona kuwa hadi mwishoni nchi nzima itakapokuwa ukiwa, Yerusalemu ilikuwa inaelekea kusambaratishwa kabisa na kuunguzwa kwa moto. Hekalu ambalo Suleimani alikuwa amejenga, ndugu mpendwa, lilikuwa linakwenda kuangamizwa na ufalme wa Yuda ulikuwa unakwenda kuanguka, kiasi cha kutoweza kamwe kuchukua nafasi yake ya zamani miongoni mwa mataifa ya dunia tena. Ukisoma kitabu chake Dada White kinaitwa Prophets and Kings, toleo la zamani ilikuwa inaitwa Patriarchs and Prophets, utaweza kuangalia mambo hayo. Kama ambavyo tumeona, ndugu mpendwa, na kama tutakavyoona katika mwongozo wetu, hakuna yoyote miongoni mwa haya yaliyowajia pasipo maonyo mengi, mpendwa, na nasaa nyingi kutoka kwa manabii, hasa Yeremia. Na vile vile ndiposa Mungu anatuambia asubuhi ya leo, hakuna jambo ambalo linakuja kwa wana wake isipokuwa Mungu anatuonya kwanza. Anawaonya ili waweze kuyatilia maanani. Anatuma manabii wa kila aina angalau waweze kuwalilia watu waweze kuongoka. Na kukataa kwao kutii, mpendwa, kulileta tu uangamivu, vile ambavyo tukikataa kutii tutaangamia. Hebu tuweze kujifunza kutokana na makosa yao. Mpendwa, sehemu ya kwanza ningependa kuzungumzia kumulilia Tamuzi, na haya tunayaangalia katika kitabu cha Ezekieli 8, ndugu mpendwa. Na ingawa Yeremia angeweza kuishi sana kwa kuwa mpweke sana, na nyakati fulani hakuwa hivyo, mpendwa, wakati tulisoma juma lile tulisema kuwa aliweza kujisikia mpweke sana, lakini wakati fulani hakuwa vile vile anajisikia kuwa mtu aliyena upweke. Mungu alimuinua Ezekieli, mtu aliyeishi katika wakati wake miongoni mwa mateka wa Babeli, wakati ambapo wamechukuliwa mateka, ili kumfariji na kuwaonya mateka, pamoja na kudhibitisha kile alichokuwa akizungumza Bwana kupitia kwa Yeremia miaka hii yote na migumu. Ndugu mpendwa, ikiwa unazungumza jambo na upate mtu mwingine analizungumzia hilo jambo, linakutia moyo, kwa sababu at least you have some hope. Si wewe pekee, kuna mtu mwingine ambaye anazungumzia jambo hilo. Kwa hivyo Ezekieli aliwahi kupatikana hapa, ambapo anamtia moyo, anamfariji na kuwaonya mateka, pamoja na kudhibitisha kile ambacho Yeremia amekuwa akizungumza, ama Bwana amekuwa akizungumza kudhibitisha kupitia kwa Yeremia miaka hii yote na miaka hii migumu. Mpendwa, kupitia katika huduma yake, Ezekieli alipaswa kuwaonya mateka dhidi ya upumbavu wa kuamini utabiri wa uongo kama ule wa Anania tulisoma juma lililopita, na kurudi mapema kutoka Babeli. Alikuwa pia anatakiwa kutabiri na kutumia vielelezo mbalimbali, mpendwa, na ujumbe. Juma lililopita tuliangalia Yeremia akitumia vielelezo mbalimbali, uvamizi na uangamivu ambao hatimaye ungeikabili Yerusalemu kwa sababu ya kukataa kwa watu kutubu na kuacha dhambi na uasi wao. Vile ambavyo tunazidi kuangalia katika somo hili la Yeremia, jambo kuu ni kuwa watu wanakataa kutubu na kuacha dhambi na uasi wao, ndiposa maangamizi yanawajia, ndugu mpendwa. Ezekieli 8, Ezekieli anaonyeshwa mambo makuu. Ni nini anaonyeshwa nabii huyu? Na hili hutuambia nini kuhusu jinsi utamaduni uliokuwa umeenea, mpendwa, unavyoweza kuwa na nguvu, na jinsi unavyoweza kuadhiri sana hata mambo ya kiroho. Unajua kuna utamaduni fulani ambao umeenea sana, hata sisi tukifanya jambo tunafikiria ni jambo la kawaida, kwa sababu it is what we are used to doing. Ni jambo ambalo limekuwa ni mazoea tu, na hatuoni kuwa ni jambo gumu, ni jambo baya, kwa sababu ni jambo la kawaida kwetu, kwa sababu ni jambo ambalo tumelizoea. Ndugu mpendwa, kuna mambo mengi kadha wa kadha kama hayo ambayo yalikuwa yanaendelea wakati huo. Ni maonyo gani yanayopaswa kuwa hapa kwa ajili yetu, mpendwa? Bila kujali kuwa ni mara nyingi na dhahiri kiasi gani maandishi ya Musa na manabii yalionya dhidi ya sanamu na kuabudu miungu mingine. Mafungu haya, mpendwa, huonyesha kuwa hili ni jambo hasa lililokuwa likifanywa. Ukiangalia katika lesoni yako ya Kiingereza inakuambia Second Chronicles
inakuambia Mambo ya Nyakati ya 2:36-14. Hapa inakuambia katika lugha yangu ya Kiingereza inanielezea, lakini sijui nawe vile vile unapoangalia mwongozo wako wa kusoma Biblia kuna mambo inayosema the destruction of Jerusalem. Ninapozungumzia kitabu hicho uende usome Ezekieli 8:1 hadi 18 ukipata wakati. Lakini vile vile kabla niseme yale ambayo ningependa kuyasema katika kitabu hicho, no matter how often and clearly the writings of Moses and the prophets warned against idolatry and worshiping other gods, these verses show that this is exactly what was being done even within the sacred precincts of the temple. Hilo ndilo jambo ambalo nilitaka kusisitiza, ndugu mpendwa. Yaani anasema hata ndani ya mazingira matakatifu karibu na hekalu mambo haya yalikuwa yanafanywa, mambo ambayo walikuwa wameonywa dhidi yake, kuabudu sanamu na miungu mingine. Mpendwa, unaona hapa anazungumzia katika 2 Chronicles, moreover all the chief priests weeping for Tammuz was a lamentation ritual for a Mesopotamian god. No wonder 2 Chronicles says, moreover all the chief priests and the people transgressed very much after all the abominations of the heathen and polluted the house of the Lord which he had hallowed in Jerusalem. Ndugu mpendwa, kumulilia Tamuzi hapa lilikuwa ni tukio la kawaida za kidini za kuomboleza kwa ajili ya Mungu wa Mesopotamia wakati huo. Sio ajabu unasikia Mambo ya Nyakati inasema, na zaidi ya hayo wakuu wote na makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa, wakainajizi nyumba ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu. Mpendwa, unapoangalia ndugu Mokaya utanisomea tafadhali Ezekiel 8:12, Ezekiel 8:12, ili tuweze kuona tafsiri kuhusu viumba vya sanamu zao ambayo inautata hapa kidogo. Inasemaje Ezekiel chapter 8:12 inasema namna gani kama umepata? Kisha akaniambia, mwanadamu, umeona wanayoyatenda wasee wa nyumba ya Israeli gizani, kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu. Maana usema, Bwana atuoni, Bwana ameacha nchi hii. Asante, ili ni jambo. Asante sana mpendwa. Tafsiri kuhusu viumba vya sanamu zao inautata kidogo hapa. Inaweza kuwa na maana ya viumba walimotunzia sanamu zao, na au inaweza kuwa vile vile na maana ya viumba vya kila mmoja wao wenyewe, mioyo yao. Vile vile vyovyote iwavyo, ndugu mpendwa, unasikia anasema kila mmoja, anamwambia kila mmoja, for they say every man in the room of his idols, kila mmoja na nyumba yake ya sanamu. Kwa hivyo kuna jambo hapa, vyovyote iwavyo mpendwa, wazee viongozi walikuwa wameanguka na kwenda mbali kiasi kwamba walisema Bwana alikuwa amewaacha. Unasikia, hii ni njia nyingine ya kusema Bwana hajali kuhusu mambo haya, yaani ni kusema hayana umuhimu. Hapa hasa mpendwa, katika mazingira matakatifu, katika hekalu la Bwana, karibu na hekalu la Mungu, watu hawa wanajihusisha katika ibada ya sanamu inayochukiza kabisa, wakifanya kila kitu ambacho walikuwa wameonywa hasa kwa maneno ya Mungu ili wasifanye. Mpendwa, ningependa nikome kidogo hapa, nitulie kidogo ili ufikirie jambo hili. Watu wanaenda Yerusalemu kufanya nini? Wanastahili kukaa Yerusalemu waweze kuabudu. Na wanaabudu nani? Yerusalemu ni mahali pa kumwabudu Mungu. Lakini unasikia sasa wanafanya nini? Hapa wameketi hapa Yerusalemu na wanaanza kuabudu nini? Wanaabudu sanamu, wanaabudu Tamuzi. Unaona hapa wanafanya kile kitu ambacho walikuwa wameonywa hasa kwa maneno ya Mungu ili wasifanye. Hata mbaya zaidi, unaona katika akili zao wenyewe
walihalalisha matendo yao, yani wanasema this is okay, yani kuna mambo kama kawaida unaona umeyazoea. These people engaged in grossest adultery. Anasema hapa kuwa waliona kana kwamba kila jambo ni even worse. Sikia Kiingereza inasema in their own minds they justified their deeds. Hilo ndilo jambo la ajabu hapa. Unatenda dhambi hadi wakati ambapo sasa unaanza hata Mungu anajua. You want to justify your deeds. Hapa ni hatari kubwa. Hapa tunaona kwa mara nyingine tena mpendwa, kile ambacho alichomaanisha Paulo alipozungumzia wale walioabudu uumbaji badala ya muumbaji. Katika Rumi, unakumbuka tulisoma Warumi 1:22 hadi 25, inasema kuwa watu wameanza kuabudu viumbe badala ya muumbaji. Wameanza kuabudu uumbaji badala ya muumbaji. Kwa hivyo hapa hata mbaya zaidi, katika akili zao wenyewe walihalalisha matendo yao. Ndugu mpendwa, labda kabla nisungumzie jambo la pili asubuhi ya leo, inawezekana kuna mambo fulani katika maisha yako unaoyafanya na unaanza kuyahalalisha katika, yani unasema ni halali katika fikra zako. Kuna dhambi fulani ambayo umezoea, unaona ni mazoea, ni jambo ambalo ni la kawaida, hata umeona sasa hii ni jambo la kawaida, hii si dhambi, hata Mungu anajua. Ndiposa our generation, kizazi hiki kinaweza kuzungumzia mambo kama hayo. Mpendwa, utawala usiokuwa na furaha wa mfalme Zedekia ni jambo la pili nazungumzia asubuhi. The unhappy reign of King Zedekiah. Kwa hivyo ndugu mpendwa, uyatilie maanani, wana wa Israeli, wana wa Yuda wanamulilia nani? Wanamulilia Tamuzi badala ya kumulilia nani? Badala ya kumulilia Mungu. Hilo jambo liweke maanani. Jambo la pili, mpendwa, Zedekia, ndugu Mkaya, sijui utafungua, wacha niangalie hapa Jeremiah chapter 38 verses 1 to 6. Tutasoma haraka sana. 38 verse 1 to 6 unapofungua, mpendwa, anapofungua Zedekia, ambaye jina lake humaanisha haki ya Yehova, righteousness of Yahweh, ndio maana ya jina lake Zedekia. Kwa hivyo alikuwa mfalme wa mwisho katika kiti cha utawala cha Yuda kabla ya kuangamia, kabla ya uangamivu wake uliofanywa na Wababeli mnamo mwaka 586 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hivyo ndugu mpendwa, Zedekia yeye ndiye mfalme wa mwisho kutawala kabla wachukuliwe waangamie kabisa katika uangamivu mkubwa ambao unakuja kufanywa na Wababiloni mwaka 586. Na vile vile mwanzoni anapoingia katika utawala anaonekana kuwa tayari kutii maneno ya Yeremia na kujisalimisha kwa Wababeli. Unaona, Yeremia alisema kuwa mfalme ikiwa anataka mema na Mungu amsikie aweze kujisalimisha kwa Wababeli. Kwa hivyo wakasema, mtu gani huyu mjinga? Yani, how can you give yourself to your enemies? Huyu jamaa anastahili kuuawa. Kumbuka yale mambo ambayo yametendeka hapo awali. Lakini sasa Zedekia anapoingia katika ufalme, anaanza kumtii. Anaonekana, nataka kusema kuwa anaonekana kuwa tayari kutii maneno ya Yeremia na kujisalimisha kwa Wababeli. Hata hivyo, mwenendo huu mpendwa au kuchukua muda mrefu, kwa sababu yale ambayo tunajifanya hatuwezi tukajifanya milele. Yeremia hiyo 37, uende usome 1 hadi 10 ndugu mpendwa. Yeremia anaongea mambo makuu, onyo la Yeremia kwa mfalme Zedekia ambalo amewahi kulitoa. Kwa Kiingereza anasema wakati naona mstari wa 4, now Jeremiah was coming and going among the people, for they had not yet put him in prison. Unaona, amewaonya lakini wakati hawajamweka kule gerezani. Mstari wa 9 akasema, that says the Lord, Mungu anasema hivi, do not deceive yourselves saying the Chaldeans will surely depart from us, for they will not depart. Msije mtukajidanganya kuwa hao wataweza kutoka machoni penu, kwa sababu hawatatoka. Yale ninayotaka kusema ni kuwa anaonekana akiyatii maneno ya Yeremia
Yeremia kwa mwanzo kabisa, lakini hakudumu. Kwa hivyo mpendwa, ndugu Mukaya kabla asome, chini ya shinikizo kutoka kwa watu wake ambao anawaongoza, inawezekana kabisa kutoka kwa wakuu, Zedekia alipuuza maonyo ya Yeremia na akafanya mapatano ya kijeshi pamoja na watu wa Misri badala yake, na matumaini ya kufukuzia mbali tishio la Babeli. Kwa hivyo akajiandaa akasema, I am the king here. Kwa hivyo mimi kama mfalme nitaandaa majeshi ili niweze kujikinga, hao Babeli wanapokuja hawataniweza. Vile ambavyo ukisoma vitabu vya unabii katika mwisho wa dunia, jinsi ambavyo watatoka Gogi na Magogi, kitabu cha Ufunuo, ambapo mpendwa ukikumbuka hayo tu ni that is by the way, wakati ambapo shetani atawakusanya watu kutoka kila pembe ili waweze kusema watu wanaimba kutoka hapa juu, watu ni akina nani, hata huyu Mungu aniwezi kabisa, ili waweze kuleta silaha na wale ni mashujaa wa vita watakusanyika pamoja ili waanze kupigana na wana wa Mungu upindi tu wanapolenga kule juu na moto utashuka. Lakini si kuwa anaenda kule, ni kusema kuwa yeye badala ya kutii na kuonekana kufanya mazuri, anajikusanyia wale ambao ni wapiganaji hodari, ndiposa wanakaa pamoja. Ndugu mpendwa, anafanya mapatano na adui. Unawezaje kufanya mapatano na shetani ndugu mpendwa, jinsi ambavyo tumefanya? The spirit of compromise katika siku hizi, sisi kama kanisa kuna mambo ambayo tumekubalia, na kwa sababu tunasema na tunajidanganya katika akili zetu kuwa Mungu anajua, hata Mungu anaona. Kwa hivyo ndugu mpendwa, kama alivyokuwa ameonywa kwa ukamilifu, hata hivyo uokovu au kuja kutoka Misri, kwa sababu maonyo ambayo alipatiwa hakuyatilia maanani. Hebu sasa tusome hiyo Yeremia 38:1 hadi 6. Tuone ni nini kinachotokea Yeremia tena kwa sababu ya kuwatangazia watu neno la Mungu. Ndugu Mokaya, tuende mbele. Na Sefatia mwana wa Matani na Getaria mwana wa Basuli na Yukali mwana wa Seremia na Basuli mwana wa Malikia wakayasikia maneno ambayo Yeremia aliyewaambia watu wote, kusema, Bwana asema hivi, akaaye ndani ya mji huu atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa taruni, bali yeye atokaye kwenda kwa Wakalidayo ataishi, naye atapewa maisha yake yawe kama nyara, naye ataishi. Bwana asema hivi, bila shaka mji huu utatiwa katika mkono wa jeshi la wafalme wa Babeli, naye atawatua. Ndipo wakuu wakamwambia mfalme, twakuomba mtu huyo awawe, kwa kuwa atofisha mikono ya watu wa vita waliopaki katika mji huu na mikono ya watu wote, kwa kuambia maneno kama hayo. Maana mtu huyu hawatafutii watu hawa heri, bali sari. Naye mfalme Sedekia akasema, tazama yu mkononi mwenu, maana mfalme asiyewezaye kufanya neno lolote kinyume chenu. Basi wakamtua Yeremia, wakamtupa katika shimo la Malikia mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi, wakamsusa kwa kamba. Na mule Simoni amukuwa na maji ila matobe tu, na Yeremia akasama katika matobe hayo. Basi fungu la 7. Asante ndugu Mokaya, tutaweza kuachia hapo kidogo. Na ndugu mpendwa, unasikia yale ambayo yametendeka kwa huyu Yeremia. Kama Yesu alivyosema mpendwa, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Hiyo ni Marko 6:4. Unakumbuka maneno yake Yesu anapoyazungumza hayo. Ndugu mpendwa, maskini Yeremia kwa mara nyingine
anakabiliana na ghadhabu ya watu wa nchi yake mwenyewe, jinsi ambavyo hata hivyo kama lilivyokuwa kwa taifa lingine nzima mpendwa, asingeweza kusema kuwa hakuwa ameonywa. Kwa hivyo katika hali hii, hata hivyo ndugu mpendwa, onyo lilihusu taabu ambazo angezikabili endapo angeendelea kuwa mwaminifu, jambo ambalo alilifanya. Kwa hivyo ndugu mpendwa, na kutakuwa na wakati ambapo ikiwa unamwamini Mungu, utaweza kuambiwa kuwa kuna shida ambayo utaweza kukabiliana endapo utaendelea kuwa mwaminifu, na hilo ndilo jambo unalostahili kulifanya, jinsi ambavyo Yeremia alifanya, kwa sababu ndio mwito wetu. Mpendwa, lazima ilikuwa ni vigumu kiasi gani kwa Yeremia vile vile mpendwa, kwa sababu alishitumiwa na kuwashwa mori, unaona hapa, na ili taifa. Yani unaona, hata hivyo wakati watu walipokuwa wanakabiliana na adui kutoka nje, wamekusanya, unasikia Zedekia amekusanya wanajeshi, waliyetaka kupigana naye ni mtu wa kutoka nje, na Yeremia alikuwa akizunguka kote kwa miaka mingi sana akisema kuwa ni makusudi yaliyoshindwa, kwamba yasingeweza kushinda mpendwa. Na kwa kuwa hata hivyo Bwana alikuwa kinyume nao, hayo ndiyo maneno ya Yeremia. Inaeleweka kuwa ungelitaka kumnyamazisha huyu Yeremia, kwa sababu anawaambia mambo yani hawataki kujisikia kwa masikio yao. Inawezekana kuna mambo ambayo Roho wa Mungu anakuzungumzia na hutaki kujisikia, kwa sababu lengo lako linapishana na lengo la Mungu. Mpendwa, wakiwa wamefanywa kuwa wagumu katika dhambi kiasi hicho, hawakusikiliza sauti ya Bwana akizungumza nao. Kwa kweli walikiria badala yake kuwa ilikuwa ni sauti ya adui. Mpendwa, adui wanayepigana naye ni wa kutoka nje, na wanasema kusanya watu ili waweze kupigana nao. Lakini bahati mbaya, unaona hapa Yeremia akiwa pamoja nao anasema Mungu amekataa na Mungu yu kinyume chao. Ukiyakumbuka maneno ndugu Mokaya amekuwa akiyazungumza juma hili zima, ni safari ya wana wa Israeli ambayo Mungu amemwambia Musa aende kuwachukua, na anapoenda kukomboa wana wa Israeli kutoka kule, unapata kuna watu wengine wanasema sisi tunataka kusalia hapa, na kuna vijisababu vidogo ambavyo watu wanakuwa navyo, yani si vijisababu, ni excuses. Yani watu wanashikilia miamba fulani ili wasiweze kuenda ama kuelewa sauti ya Mungu. Watu kama kawaida, roho zetu zinapishana na roho ya Mungu. Kwa hivyo ndugu mpendwa, walikiria badala yake kuwa ilikuwa ni sauti ya adui, wakamuona huyu Yeremia kama ni adui. Hata kama shimo hilo lilikuwa ni ngumu kiasi gani, umesikia vile ndugu Mokaya amesoma, ndugu, kiria kuhusu jinsi ilivyo ngumu zaidi kwa Yeremia sasa kusikia shutuma dhidi yake kwamba alikuwa anatafuta kuumiza, sio ustawi wa hali njema ya watu wake mwenyewe. Yani unaambiwa you are our own enemy, kwa sababu wewe ni wetu na mambo unayosema ututakii mema. Jinsi ambavyo mtu mnakuwa naye kanisa moja ama ni familia moja, unaona mambo mabaya yanaenda kutendeka, kisha unasema wewe ni mtu wetu, na anaona unatugeuka, unaenda kinyume na mapenzi yetu. Mpendwa, unajisikiaje unaposhtumiwa kuwa unawaumiza wale hasa unaojaribu kuwasaidia? Jinsi hiyo ndiyo Yeremia alishikia, na wakati huu tunapoongea the 21st century si tofauti, kwa sababu watu hatutaki kusikia maonyo, tunataka kusikia yale ambayo tunayotaka kuyasikia. Na ukionekana kana kwamba unataka kuwaonya watu, na ikionekana unawalilia watu, wewe sasa ni adui, kwa sababu watakii mema, wewe unawatakia mabaya. Aswa unapoongea kuhusu yale ambayo Mungu anakusudia watu wasikie, unaambiwa sasa unajifanya mtakatifu, unajifanya wewe ni mjuaji sana, na wengine wakasema labda wewe umetoka mbinguni, wakasema uko kinyume nao. Yeremia haikuwa kinyume na haya maneno ambayo tunayosikia leo. Mpendwa, hatimaye kumekuwa na jambo ambalo
limekuwa likizungumzwa wakati mwingi kabisa, jambo ambalo limekuwa likiangaliliwa, jambo ambalo limekuwa amekuwa akiliongelea sana huyu Yeremia, hatimaye limetokea. Tumeona wakati mwingi Mungu anaponena, maneno ya Mungu hatimaye hutimia, si kama ya binadamu ambayo tunayoyasema na yanapita tu na yafanyiki. Kwa hivyo jambo la tatu karibu la mwisho nazungumzia ni kuanguka kwa Yerusalemu, ambalo ni jambo kuu siku ya leo. Na katika kuanguka kwa Yerusalemu, ningependa ndugu Mokaya afungue Yeremia 39 mstari wa 11 na 12 pekee, 39 verses 11 and 12. Anapofungua ndugu mpendwa, ningependa nikufahamishe mambo mawili. Kwanza, kuzingirwa kwa Yerusalemu kulianza Januari 588 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, na ulidumu hadi mwishoni mwa majira ya joto ya mwaka 586. Na ukikumbuka jinsi ambavyo tumejifunza unabii, miaka wakati huo ilikuwa inahesabiwa kurudi nyuma. Yaani ikiwa tunatazamia siku ya Jumamosi kutoka sasa, tunasema imesalia siku 2. Tukifika kesho tunasema imesalia siku 1. Ndivyo walikuwa wanatazamia na ndivyo ambavyo walikuwa wanahesabu. Lakini hapa mpendwa, nimesema Yerusalemu iliweza kupinga na kustahimili kwa zaidi ya miaka 2 kabla ujumbe wa nabii wa Yeremia haujatimizwa. Na majeshi ya Babeli mpendwa, yalijipenyeza kupitia ukutani na kuangamiza mji huo. Njaa ilikuwa mbaya ndani ya kuta hizo, kiasi kwamba walinzi walipoteza nguvu zote na hawakuweza kustahimili tena. Hebu fikiria kuwa wewe ni mlinzi na uko njaa. Utawezaje kupigana na watu wenye nguvu ndugu mpendwa? Hao watu walipoteza nguvu kwa sababu ya njaa, na mfalme Zedekia alikimbia pamoja na familia yake, lakini pasipo mafanikio. Alikamatwa na kuchukuliwa kwenda kwa Nebukadneza, ambaye aliamuru wanawe wauawe mbele ya macho yake akitazama, kwa sababu Mungu alikuwa amemuonya. Mpendwa, ukipata wakati soma Yeremia hiyo 39 mstari hadi wa 10, lakini ndugu Mokaya soma wa 11 na 12. Basi Nebukadneza mfalme wa Babeli akamwagiza Nebusaratani, amili wa askari walinzi, katika habari za Yeremia akasema, mtuae umtunze sana, wala usimtende neno baya lolote, lakini umtende kama atakavyokuambia. Unaona ndugu mpendwa, kuna umuhimu sana katika maneno ya Nebukadneza kwa Yeremia. Inashangaza kiasi gani kwamba kamanda huyu mpagani ambaye alielewa hali vizuri sana kiasi hicho kuliko ilivyokuwa kwa watu wa Yeremia. Ndugu mpendwa, unaona huyu kamanda ambaye ni mpagani anampata nabii Yeremia, na kuliko ilivyokuwa na watu wake ambao tumesoma hapa awali walimdhulumu na kusema kuwa anawatakia mabaya. Ni dhahiri wa Babeli walifahamu kitu fulani kuhusu Yeremia na kazi yake, na walikuwa wakimtenda kwa namna tofauti kuliko walivyowatendea wengine, kama vile tumesoma Zedekia. Unaona hapa huyu Zedekia, yeye ni mambo ya ajabu ndugu mpendwa. Ikiwa mtu wa Mungu watu hawataki kumsikia, watu wa Mungu watu wake ambao wanaonywa hawataki, lakini Nebukadneza ambaye ni mfalme wa Babeli sasa anazungumza kuhusu Yeremia, ili anasema hivi. Amesema kuwa mchukulieni mkaenende mkamtunze na msimuudhuru, msimuumize, but do him just as he says to you. Yani mtendeeni jinsi ambavyo anavyowaambia. Mpendwa, this is a pagan leader. Ni mtu ambaye hastahili katika lugha ya kibinadamu, hastahili kuzungumza lugha ya kiungu, kwa sababu yeye ni mwenye dhambi. Jinsi ambavyo sisi wa Kristo tunavyoenenda tukianguka katika mikono ya Wakristo wengine, jinsi
jinsi ambavyo ukinikanyaga mimi ambaye naitwa kwa jina la Mungu, mimi ambaye ni Mkristo, ukinikanyaga jinsi ambavyo nitakujibu itakuwa vibaya zaidi kuliko yule mtu ambaye amjui Mungu. Mpendwa, ni kinyume na mapenzi ya Mungu, ni kinyume na mambo na maadili ilivyokuwa, na vile vile ni kinaya kwa watu wa Mungu. Yaani uungu umetutoroka sisi ambao ni watu wa Mungu, na wale ambao ni watu wa mataifa sasa wameanza kufanya mambo ya uungu. Ni kinaya kilichoje, ndugu mpendwa. Sababu hasa kiongozi huyu wa kipagani kufikiria kuwa uangamivu wa Yerusalemu unatokana kwa Bwana na kama adhabu kwa dhambi za watu, badala ya kusababishwa na ukuu wa miungu yake dhidi ya Yuda. Kwa sababu huyu mpagani akona miungu, badala ya kufikiria kuwa miungu yake imesababisha kuanguka kwa Yerusalemu, anafikiria na anasema watu ni wa Mungu, wamemwasi Mungu wao, sasa amewaacha. Unaona mpendwa, fungu hili alisemi mambo mengi kuhusu, lakini sababu yoyote iwayo ni ushahidi kwa kugutusha kwa jinsi ambavyo hata katikati ya janga kama hilo lisilohitajika, mpendwa, Bwana alikuwa amedhihirisha kilichomuhusu yeye mwenyewe na kwa wapagani. Kwa hivyo hata kama hakuna mtu ambaye sasa anamdhihirisha hapa, Mungu amejidhihirisha kwa hao watu. Ni uchaguzi gani ambao Yeremia ameufanya, mpendwa? Kwenda na mateka Babeli au kupaki pamoja na wale wanaobaki. Unaona kuna watu ambao wamebaki na Yeremia angechagua kubaki kule, lakini anasema na mimi nimefanya uamuzi kwenda na wale ambao wamechukuliwa mateka. Ni uamuzi gani ambao ameufanya? Sisi kama wana wa Mungu wakati mwingine tungechagua kubaki na wale kwa sababu hatutaki kuchukuliwa mateka. Mpendwa, hakuna lolote kati ya mategemeo haya mawili ambalo hasa lingevutia kwa kuzingatia mazingira ya hao wote. Kwa hakika hata hivyo, mahitaji ya kiroho ya makundi yote haya mawili yangelikuwa makubwa, na Yeremia angeliweza kuhudumia kila mahali alipokwenda. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ukituma mahali usije ukajagua kuwa mimi sitaki kwenda kule. Yeremia angeweza kuhudumia kila mahali alipokwenda. Yeremia aliamua kubaki kuwa miongoni mwa kundi lililobaki pamoja katika nchi yao, pamoja na watu maskini ambao bila shaka walikuwa wanakwenda kuhitaji faraja na msaada ambao wangeliweza kupata. Ukisoma hiyo, ukiangalia hiyo Yeremia 40 mstari wa 6 na wa 7 katika lugha yangu ya Kiingereza inaniambia, then Jeremiah went to Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah and dwelt with him among the people who were left in the land. Kwa hivyo, and when all the captains of the armies who were in the fields, they and their men had the king of Babylon had made Gedaliah the son of Ahikam. Uendelea kusoma hayo. Lakini swali mpendwa, unawezaje kujifunza kuwahudumia wengine bila kujali mazingira ambayo unakabiliana nayo? Wakati mwingine tukiwa na shida unawaambia watu nimepoteza ndugu yangu, kwa hivyo sasa siwezi hata nikafanya maombi. Wakati mwingine unasema mimi ni mgonjwa hata siwezi nikazungumza. Wakati mwingine unasema mambo ya ajabu, nimepata ajali, sasa hata Mungu huyo nitaweza kuomba baadaye. Mpendwa, mazingira ya kila aina. Unasema sasa kuna watu hapa sitaki wasikie nikiomba. Kwa hivyo unawezaje kujifunza kuwahudumia wengine bila kujali mazingira ambayo unakabiliana nayo, mpendwa? Na ni kwa nini ni muhimu hata kwa ajili yako wewe mwenyewe kwamba uhudumie katika namna yoyote unayoweza? Jambo la mwisho kabla nimalize, moyo wako wote, ni Yeremia 29. Ndugu Mkaya vile vile utanisomea mstari wa 13, 29 verses 13 inasema namna gani? Jeremiah 29:13. 29:13 ndio nataka kusoma. Naam. Okay, 29:13 inasema hivi. Ninyi mtanitafuta na kuniona, mtaka nitafuta kwa moyo wenu wote. 13 peke yake?
Asante sana, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mpendo, uzoefu wako wewe mwenyewe umekuaje katika ahadi hiyo? Maana ya kwa moyo wenu wote ni nini? Bwana anafahamu mwanzo tangu mwisho. Hata wakati watu katika mji wa Yerusalemu wakiwa bado wanapigana pamoja na Wababeli, wakiwa wanatumaini kuwa maneno ya manabii wa uongo yalikuwa ya kweli, Bwana alikuwa akimtumia Yeremia ili kuzungumza kwa ajili ya wakati ujao, kuzungumza kwa wale waliokuwa Babeli tayari na kwa wale ambao hatimaye wangeliingia pale. Na ni maneno gani mpendwa anayozungumza hapa? Ukipata wakati soma Yeremia hiyo 29:1 hadi 14. Uone ni kwa namna gani upendo na rehema za Mungu udhihirishwa katika mafungu hayo. Hapa mpendwa, palikuwa na ujumbe wa kweli wa neema, tofauti na ujumbe wa uongo wa neema. Unakumbuka Anania kule akileta ujumbe wa uongo wa neema ambao watu walikuwa wameusikia kutoka wanabii waliowaambiwa kuwa utumwa wao ungelikoma baada ya kipindi kifupi, hata kwa miaka miwili tu. Huo haukuwa mpango wa Mungu, ndugu mpendwa. Nikipenda tusikize tu na tamatisha. Watu manabii wa uongo walikuwa wanawaambia watu kuwa utumwa wao ungelikoma baada ya kipindi kifupi, hata kwa miaka miwili tu. Huo mpango wa Mungu, jinsi ambavyo sasa hivi tunaambiwa tukizingatia climate change mambo yatakuwa mazuri. Hata kule Syria tunaambiwa ni Paris ni mambo ya climate change. Unaambiwa, unaona watu wanazunguka kila ulimwengu wakisema amani amani. Watu waambiwa kwa tukija kama tukija pamoja kama dini mbalimbali, ecumenical cooperation of all churches, mambo yatakuwa mazuri. Na hatimaye ndugu mpendwa, dini zote zitaweza kuungana ili watu waseme kuwa mambo ni murwa sasa. Sisi tutakuwa na dini moja na hata serikali moja. Hatimaye tutakuwa na religious political leader ambaye ataweza kusimamia ulimwengu wote. Manabii wa uongo wanakuja wanaambia watu, ndugu mpendwa, kuwa watakuwa na amani, na wanasema kuwa utumwa wao utakoma tu baada ya kipindi kifupi. Kwa hivyo msisumbuke, haya yataisha hata miaka miwili tu. Mpendwa, huo haukuwa mpango wa Mungu na haikuwa inakwenda kutokea. Badala yake, kwa kuzingatia mafundisho dhahiri ya Musa, walitakiwa kukubali kuwa hili lilikuwa ni hatima yao angalau kwa sasa. Lakini kama Musa alivyokuwa amesema, ikiwa wangetubu wangerejeshwa katika nchi yao. Ndugu mpendwa, usome Kumbukumbu la Torati uone ni kwa namna gani mafungu hayo ya wakishi kile ambacho Yeremia anawaambia watu. Na tumepewa mpendwa karama ya unabii katika huduma thabiti na muhimu, na tunawezaje kuwa na hakika kuwa hatuoneshi mwenendo ule dhidi yake leo hii ambao wengi, lakini sio wote, walikuwa nao dhidi ya Yeremia. Mpendwa, jambo la mwisho la kutamatisha sasa, nataka kuzungumzia miaka 70. Miaka 70 ni jambo ambalo limesumbua watu wengi, na haswa unapolizingatia kabla hujasoma unabii wa Yeremia. Mpendwa, unabii wa Yeremia ungepaswa kuwa na matokeo maradufu kwa fikra za mateka hawa. Kwa upande mmoja, hawapaswi kuamini kile ambacho manabii wa uongo kama Anania walikuwa wanasema, na kwa upande mwingine hawakupaswa kukatishwa tamaa na kufa moyo. Kwa hivyo mpendwa, aliwaambia watu wake waliokuwa mateka kuiombea Babeli. Ndilo fungu tulianzia. Huenda ombi hili liliweza kuwashangaza wale waliokuwa wamechukuliwa mateka mpendwa. Jambo ambalo Yeremia alikuwa akiwaomba mateka hawa alikusikiwa katika historia ya awali ya Israeli. Lilikuwa ni jambo lisilojulikana kabisa kumuombea adui ambaye alikuwa amefanya kitendo ambacho Wababeli walikuwa wamewafanyia taifa teule la Mungu. Ndugu mpendwa, ndiposo unaniambia mimi ambaye ni Mwisraeli, mtu wa Mungu, taifa teule la Mungu, ambaye nimechukuliwa mateka, watu wetu wameuawa, kisha unaoniambia mtu ambaye ameua mtoto wangu niweze kumuombea? Ndugu mpendwa,
nabii huyu alivunja uelewa wao wote kuhusu hekalu na Yerusalemu. Wangeliweza kuomba wakiwa katika nchi ya kipagani, ndugu mpendwa, na Mungu wa milele angeliweza kuwasikia hata kama ni nchi ya upagani, kwa sababu roho wa Mungu, mtu wa Mungu, Mungu amenena akupitia kwa mtu wake akasema utaweza kuomba, utaweza kuombea maadui zako. Mpendwa, zingatia pia kile Yeremia anachosema katika mstari huo wa 7 ambao tumeusoma. Tumeanzia kuwa nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo samahani and seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for its peace you will have peace. Ndugu mpendwa, fungu tuliloanzia lilikuwa linasema kuwa kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka hapo Babeli. Ndugu mpendwa, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Kwa hivyo ndugu mpendwa, hata kama uko mateka, ikiwa mahali ambapo umetekwa hauna amani, hata wewe hutakuwa na amani. Sasa sisi hapa tuko Marekani, ikiwa utaiombea Marekani iwe na amani, usije ukadhani kuwa wewe utaishi hapa kama nchi haina amani ukiwa na amani. Ndugu mpendwa, wa Babeli walikuwa wamewafanyia mambo maajabu sana, lakini huyu nabii ukizingatia jambo hilo kuwa mafanikio ya taifa ambalo ni wenyeji wao yatamaanisha mafanikio yao vile vile. Kama wageni na wapitaji mpendwa, katika nchi hiyo walikuwa hatarini, hasa kama mambo yangekwenda vibaya katika taifa hilo kwa ujumla mpendwa. Kama mambo yangekwenda vibaya, walikuwa hatarini vile vile. Kote katika historia yote tumeona mifano ya kuhuzunisha ya chuki ikiwa mbaya hasa wakati taifa linapokabiliwa na nyakati ngumu. Watu hutafuta udhuru, wale ambao wanaweza kuwalaumu ndugu pendwa, na wachache au wageni, na mara nyingi huwa wanalengwa rahisi. Ni uhalisia wa kusikitisha sana. Kwa hivyo mpendwa, kila kitu alichosema Bwana kuwa kingetokea kilikuwa kimetokea. Kwa hiyo walikuwa na kila sababu ya kumtumaini kuwa angetimiza unabii huu vile vile. Sasa hapa ndugu mkazi, sijui kama ulitoka ungesoma fungu la mwisho 29 fungu la 10. Sasa hapa ndiposa Yeremia anatoa unabii wake hapa. Mstari wa 10, Yeremia 29 verse 10. Tafadhali ni fungu la mwisho. Inasemaje? Nitasoma tu 29 fungu la 10. 29 fungu la 10 linasema hivi: maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimisiwa miaka 70 nitawaachilia ninyi na kulitimiza neno langu cha njema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Asante ndugu mpendwa, naamini kuwa umesikia na umefikiria mambo hayo anayoyanena Yeremia. Yaani baada ya miaka 70 ambayo imetamatishwa, wakimaliza miaka 70 kule Babeli, Mungu atayatimiza yale ambayo amewaambia na atawafanya warudi. Unaona hapa sababu ya miaka 70 kuwa wakati kamili wa mwisho wa utumwa wao hatujui ndugu mpendwa, lakini ingawa ni dhahiri kuwa inahusianishwa na wazo la pumziko la Sabato katika nchi. Ukiangalia kitabu cha Walawi 25 inazungumzia 26 mstari wa 30 na 43. Ni jambo ambalo ni la muhimu sana kuhusu unabii huu, ni kuwa kama wangelikuwa wamezingatia kwa imani na kujisalimisha ndugu mpendwa, ingeliwapatia mateka matumaini makubwa na hakika na ukuu kamili wa Bwana. Pamoja na hali ya mambo ilivyokuwa inaonekana, pamoja na janga la kutisha lililowapata ndugu mpendwa, wangeweza kujua kuwa walikuwa hawajapoteza vyote, na Bwana alikuwa bado hajawaacha. Bado walikuwa ni watu wa agano, na Bwana alikuwa hajakamilisha kushughulika nao wala kwa taifa la Israeli. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ukombozi ulikuwa unapatikana hapo kwa wote waliokuwa tayari kutimiza masharti. Ni unabii gani
Ni unabii upi unaokupatia matumaini makuu kwa ajili ya siku za usoni mpendwa? Ni upi unaoimarisha imani yako na kukusaidia kujifunza kumtumaini Bwana kwa chochote kitakachokuja? Kabla niombe, ningepeana nafasi 2 leo kwa sababu ya wakati, ili labda kama mtu ana jambo *6 uongeze. Halo. Naam, dada Mora, endelea. Asante sana kwa nafasi. Na asante kwa mafundisho mazuri. Kila ambacho ningeweza kuongeza hapo, neno moja tu, ni ya kwamba nikiwa mtiifu kwa neno la Mungu, vile nabii Jeremiah alitumwa na akawa mtiifu hata kama alipitia magumu, lakini alikuwa mtiifu kwa neno la Mungu. Na alikuwa analitoa vile Mungu alikuwa anamwambia. Yenyewe wakati wa shida Mungu alimsimamia. Angalia, ameamuru ya kwamba asitendwe mabaya hata kidogo, bali ahurumiwe na apate kutunzwa. Ni kwa vile alimtii Mungu, naye Mungu wakati wa shida anamlinda sasa. Anamlinda hata zaidi ya mfalme. Mfalme watoto wake waliuawa mbele zake, na alikuwa na shida, aliona uchungu mwingi, lakini Yeremia alitunzwa na Mungu wakati wa shida. Asante. Amina. Asante. Hata mimi kitu ambao ningeongezea kwamba unapokuwa mwaminifu na kutenda katika mapenzi ya Bwana, hata kuacha atatafuta njia yoyote ile ndio aone ya kwamba umetendewa mazuri. Unaona, aliwekwa katika simo ya kijana wa mfalme ambaye ilikuwa na matobe, hakuwa na maji, akatumbukizwa kule ndani ambaye angekufa huko. Lakini mtumishi wa mfalme ambao Mungu alimwandaa akiwa nyumba ya mfalme, akaenda bila woga, akamwambia mfalme, Yeremia ametendewa maovu, ametumbukizwa katika simo ile ambayo iko matobe, atakufa. Tufanye namna gani? Basi mfalme akasikia mtakazi wake Muethiopia huyo ambaye alikuwa kwa nyumba yake. Basi ndiye akamwambia, tafuta wanaume 30 muende mkamtoa. Akaenda wakamtoa manguo machangara, akamwambia weka kwa mikono yako chini, alafu wakamtoa kwa kamba, wakamtoa kule ndani, wakamtunza. Mungu hawezi kukuacha hata ukiona ya kwamba haiwezekani kwako, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana, kwa sababu anajua na kujali. Asante sana na ubarikiwe. Kuna mtu ambaye tumefungia? Haya, asante sana. Kabla nifanye ombi, kuna jambo ambalo singeweza kulifungia kwa sababu huenda nisijue. Sipendi kuacha jambo ambalo limekuja. Mpendwa, tuko katika hatari ya kudumu ya kuvuka mipaka na kuacha usahili wa Injili. Yaani katika lugha ya Kiingereza ningesema we are in a continual danger of getting above the simplicity of the gospel. There is an intense desire on the part of many. Yaani ndugu mpendwa, kuna shauku kubwa sana kwa upande wa watu wengi kushangaza ulimwengu kwa kitu fulani kipya ambacho kitawainua watu hadi kufikia katika hali ya msisimuko wa kiroho na kubadili mpangilio wa sasa wa mambo. Kwa hivyo mpendwa, kwa hakika kuna hitaji kuu la badiliko katika mpangilio wa sasa wa mambo. Kwa maana utakatifu wa kweli wa sasa hautimizwi kama inavyopaswa kuwa mpendwa. Hata wewe umeyaona haya. Lakini badiliko tunalotaka ni badiliko la moyo, na linaweza kupatikana tu kwa njia moja ya mtu binafsi kumtafuta Mungu ili apate baraka. Sio kila mtu, sio watu unasema kanisa letu ama familia ama watu wengi marafiki zangu. Mpendwa, unisikie vizuri, hili linaweza kupatikana tu kwa njia ya mtu binafsi
kumtafuta Mungu ili apate baraka, na kumsihi ili atoe uwezo wake, na kuomba kwa bidii ili neema yake iweze kutujia na kuwa tabia zetu ziweze kubadilishwa. Mpendwa, hili ndilo badiliko tunalolihitaji, na ili kupata uzoefu huu tunapaswa kutumia nguvu ya ustahimilivu na kudhihirisha juhudi za moyoni. Kwa hivyo tunapaswa kuuliza kwa ukweli wa dhati, nifanye nini ili nipate kuokolewa? Tunapaswa kufahamu vizuri kwamba ni hatua zipi tunazozifuata kuelekea mbinguni. Na tuombe. Asante Mungu kwa wema na fadhili zako. Asante kwa neno lako. Asante kwa haya yote makuu ambayo umetufunza, kuwa kila jambo ambalo ulikuwa umenena hakika limetimia. Na tuna uhakika yale ambayo ahadi ambazo umetupa kama binadamu hakika zitatimia. Maonyo ambayo tumepata kutoka kwa manabii na kwa neno lako, hebu tuishe nafsi zetu ili tuweze kuyatilia maanani, tuongoke ili tuweze kufanya yale mapenzi yako. Tusamehe dhambi kwa sababu ya mioyo yetu migumu, Mungu wetu. Ndugu na dada ambao wamesikiza neno hili asubuhi, mchana ama jioni ya leo, liweze kutubadilisha mioyo yetu na tuweze kujiandaa kwa ufalme wako. Kuwa nasi sasa na hata milele. Mapenzi yako yatimike katika maisha yetu, katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Amen. Oh, amen, amen. Asante mtangazaji kwa neno asubuhi ya leo. Nilikuwa najifungia nikiendelea kusema amen. Ubarikiwe kwa ujumbe wa leo. Ilikuwa ni tamu zaidi, na saa zingine ya ukifikiria vizuri, ukijiangalia mahali huko umesimama, kweli unauliza, je, nitakuwa kama Jeremiah ama mimi nitakuwa ninakimbia na kificha, ama itakuwa ni mambo ya ile tunafanya, tumezoea kufanya na inaonekana si dhambi kwetu na kwa Mungu inachukisha. Hebu Mungu aweze kutusaidia, aweze kutupa nguvu ili tuweze kuwa kama Jeremiah, tuweze kutoka na tuweze kusimamia ukweli. Wakati huu nitakuuliza uweze kusalimia watoto wa Bwana. Wana wa Mungu, asubuhi ya leo hamjambo? Hatujambo. Amina na mbarikiwe. Amen. Na wewe pia. Na Elda, nitakukaribisha uweze kutusalimia na uweze kunisikilia hapo. Sauli, niko barabarani, sitakuwapigia kelele. Asante, karibu tusalimu. Wapendwa na wasalimu ndugu Ntili pamoja na wenzangu wote, mchambo. Hatujambo. Bwana apewe sifa. Basi tusalimu ndugu Ntili. Na wasalimu tena, mjambo. Hatujambo. Mbarikiwe. Tuweze kutoa salamu. Nami wakijiandaa kufungua simu na wasalimu conference nzima pamoja na mtangazaji ametuliza asubuhi ya leo. Mjambo.